Sawa, turudi katika jamii pamoja na familia. Changamoto hizi ambazo zinatukumba katika maisha, familia, jamii zina mchango gani wa kupunguza ama kuongeza changamoto hizi ambazo zinatukumba katika maisha yetu ya kila siku? Sawa kabisa. Kiukweli familia ina mchango gani aidha katika kupunguza ama katika kuongeza zile changamoto ambazo tuko nazo sisi katika familia yetu? Ndio. Kiukweli familia ni moja kati ya nguzo muhimu sana katika maisha yetu, kwa kuwa maisha yetu sisi hayaanzi nje, maisha yetu sisi yanaanza ndani. Kwa hiyo tunapokosa kuwa na msingi uliokuwa imara katika familia yetu, maana hata tunapotoka kule nje tunaenda kufanya mambo tofauti. Leo hii tunaweza kuzungumza kwamba mambo yote ambayo yanafanyika nje ni msingi wa yale ambayo yamefanyika ndani, na ndio maana leo hii uzalendo wa kweli unaanza katika familia na sio nje ya familia. Ukitaka nchi ama jamii fulani iwe na vijana ambao wenye misimamo fulani, basi tusianze kuilaumu serikali moja kwa moja, tuanze kulaumu sisi familia zetu, nini kimefanya. Hata ukiangalia mfano leo hii ukienda China, mtoto yuko na umri wa miaka 3, miaka 4, 4, miaka 5 anafundishwa kuwa Marekani ni adui yake. Kwa hiyo ndani ya familia tayari ameshakujengwa kimentality ya kwamba Marekani ni adui yangu. Kwa hiyo mtoto huyu leo hii anapotoka nje ya familia yake, huna pa kumweleza, yeye anajua tu moja kwa moja Marekani ni adui yake. Kwa hiyo familia zetu zina nafasi kubwa sana aidha kututengeneza ama kutubomoa, na ndio maana kikaandikwa kitabu kizima ambao kinaitwa Rich Dad Poor Dad. Katika kitabu hichi Rich Dad Poor Dad kinaelezea tofauti ya wazee wa kimaskini na wazee wa kitajiri. Leo hii mzee wa kimaskini, tofauti kati ya mzee wa kimaskini na mzee wa kitajiri, anamwambia mwanawe, mwanangu, wake up earlier, amka asubuhi, go to school, nenda zako skuli. Mwanangu, make sure kwamba you read academic books, unasoma vitabu vya skuli. Mwanangu, make sure kwamba unatafuta kazi. Mwanangu, make sure kwamba unatafuta pesa, alafu unajenga. Hizo ndo format za wazee wetu wa kimaskini nyumbani. Lakini format za wazee wetu wa kitajiri hasiko hivyo. Format za mzee wa kitajiri anamwamsha mwanawe, anamwambia mwanangu, go to school if you want. Nenda skuli ikiwa kama unataka. Manake hamlazimishi lazima aende skuli. Kwa hiyo nenda, manake uende ukapate knowledge, at least ufute ile ujinga. Sika na kwamba uende sasa wewe ukaenda ukaikumbatia ile skuli. Lakini mwanangu, make sure kwamba unasoma vitabu vya financial business. Alafu ukimaliza hapo anzisha biashara. Ukitoka hapo tafuta watu wa kusaidia biashara. Ukitoka hapo sasa randa duniani ukatafuta exposure. Badala hapo make sure kwamba pesa zinakutafuta. Angalia hizi concept mbili ambazo ziko tofauti kati ya mzee wa kimaskini na mzee wa kitajiri. Mzee wa kimaskini anamwambia mwanae, make sure kwamba pesa wewe unaitafuta, lakini hakufundishi namna ya kuitafuta pesa. Wewe toka tuende ukaitafute pesa. Lakini mzee wa kitajiri anakuambia kwamba make sure kwamba mwanangu, pesa inakutafuta wewe. Na ndio maana leo hii tunapotoka katika majumba yetu, baadhi tunaenda kukaba kwa vile tumeambiwa ndio kutafuta pesa. Baadhi yetu tunaenda kufanya mambo ambayo ya tofauti sana. Kwa hiyo familia zinapokuwa na msingi mzuri wa kuweza kusimamia watoto wao ama kuweza kusimamia wale ambao wanawalea katika familia yetu, ndio itapelekea sababu ya kuweza kupunguza zile changamoto ambazo tuko nazo katika maisha. Kwa sababu ikiwa kama familia itaweza kufuatilisha kile kipaji ambacho kijana wake yuko nacho, tafsiri yake nini? Tafsiri yake kijana huyu atakufikia age fulani, atakuwa na uwezo wa kudiscover ile nafasi yake inapo tulivyoongea. Unajua leo hii kila mmoja ukisoma katika kitabu kinaitwa The Point of Deflection, mtunzi katika kitabu kile amezungumza na kusema kwamba kila mmoja amekuwa na gift, yani amekuwa gift by God. Na gift gani? Ni kipaji. Kila mmoja yuko na kipaji ambaye yuko nacho katika maisha yake, na ndio maana ikaja elimu sasa kuja kueleza kile kipaji ambacho yuko nacho, ambapo ukisoma education kwa lugha ya education imetokana na lugha ya Kilatini, iko na maana educo maana yake raise up talents. Kwa hiyo education imekuja ku raise up talents ambazo sisi tuko nayo, lakini kwa bahati mbaya sasa wazazi wetu wamekuja kuua vipaji ambazo sisi tuko navyo. Kwa hiyo tunatumia elimu kumtengeneza mtu kwa na kipaji cha aina nyingine, na ndio maana mwisho wa siku tunadiscover life purpose yetu ambayo isiyokuwa kabisa. Kwa hiyo light kama ingalikuwa katika familia zetu tumeanza kuchunga vipaji vya watoto wetu, wakati wao wanakuwa tunavisimamia mpaka tunahakikisha tunawatafutia elimu iliyo sahihi ya kurasa ile talent yao. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake mzazi ama familia itakuwa imemsaidia kijana wake kuweza sasa kudiscover ile life purpose yake, ile sababu tulizozungumza mwanzo ya kupelekea kwa changamoto katika maisha.